Ninazungumzia ugonjwa ambao unajulikana kama PCOS. Tazama video hii mpaka mwisho, nimefafanua kila kitu kuhusiana na PCOS. PCOS ni nini? Chanzo ni nini? Dalili zake ni zipi? Na madhara yake ni yapi kwa wanawake? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza mambo yote haya kuhusiana na PCOS. Lakini nikukumbushe, kama bado hujabonyeza subscribe button, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Tunapozungumzia PCOS, nazungumzia Polycystic Ovarian Syndrome. Ni ugonjwa ambao unaathiri mfumo wa homoni kwa wanawake walio katika umri wa uzazi. Ni moja ya sababu kuu za matatizo ya hedhi, ugumba na mabadiliko ya homoni kwa wanawake wengi duniani. Takribani wanawake milioni 170 duniani wanaishi na PCOS kulingana na takwimu za Shirika la Afya Duniani, yani WHO. Tatizo hili hujulikana kama PCOS, yani Polycystic Ovarian Syndrome, lakini kwa hivi sasa limepewa jina jingine ambalo hujulikana kama Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome. Lakini PCOS husababishwa na nini? Chanzo halisi mpaka sasa hakijajulikana kikamilifu. Yako mambo kadhaa ambayo yameonekana kwa kiwango kikubwa sana kuongeza hatari ya mtu kupata tatizo hili. Jambo la kwanza ni kurithi kutoka kwenye familia. Hapa nazungumzia habari ya genetics. Ikiwa mama au dada yako ana PCOS, uwezekano wa wewe kupata huongezeka zaidi. Lakini sababu nyingine ni kiwango kikubwa cha homoni. Hapa nazungumzia homoni za kiume ambazo hujulikana kama androgens. Hali hii huathiri utolewaji wa mayai kutoka kwenye ovary. Lakini sababu nyingine ambayo imeonekana kuongeza hatari zaidi ni issue ambayo inajulikana kama insulin resistance. Mwili hapa hushindwa kutumia insulin vizuri, hali inayoongeza hatari ya kupata kisukari aina ya pili. Lakini sababu nyingine ni kuvimba kwa muda mrefu kwenye mwili. Hapa nazungumzia chronic inflammation. Hii pia huweza kuongeza au kuchochea uzalishaji zaidi wa homoni za kiume. Kwa hizi ndio sababu za hatari au zinazoongeza hatari ya mwanamke kupata tatizo hili. Sasa tuangalie dalili mbalimbali za PCOS. Ziko dalili mbalimbali ambazo huweza kujitokeza, na ukiona dalili hizi ujue una tatizo hili. Lakini dalili hizi huweza kutofautiana kutoka mwanamke mmoja kwenda mwingine, lakini kwa ujumla hizi ndio dalili ambazo hujitokeza mara nyingi zaidi. Dalili ya kwanza ni kupata hedhi zisizo za kawaida au kukosa hedhi kabisa. Yanatokea mabadiliko makubwa kwenye mfumo wa hedhi, tofauti na hapo nyuma ulivyokuwa umezoea. Lakini pia kushindwa kupata ujauzito. Hali hii huwatokea wanawake wengi wenye tatizo la PCOS kwa kiwango kikubwa. Lakini iko dalili nyingine kubwa ambayo huonekana kwa wanawake wengi ni kuota nywele nyingi usoni, kifuani, mgongoni. Lakini pia unakuta mwanamke lakini ana ndevu. Hali hii pia ni dalili kubwa za PCOS. Chunusi sugu, kupungua au kunyonyoka kwa nywele kichwani. Hii pia hutokea kwa baadhi ya wanawake. Kuongezeka uzito hasa kwenye maeneo mbalimbali ya mwili pia ikiwemo tumboni au nyama za tumboni huongezeka zaidi. Lakini pia kuna ngozi kuwa na madoa meusi shingoni, makwapani au sehemu za siri. Lakini pia ziko dalili za jumla kama vile uchovu wa mara kwa mara, mabadiliko ya kihisia kama vile kupata msongo wa mawazo na kuwa na hali ya wasiwasi muda wote. Hizi ni dalili kubwa sana ambazo zinajitokeza zaidi kwa wanawake wenye tatizo hili la PCOS. Lakini nikupe bonus tips. Yako madhara mbalimbali ambayo yanaambatana na tatizo hili la PCOS. Kwa bila matibabu sahihi, bila usimamizi mzuri, PCOS inaweza kusababisha mambo haya: ugumba au ugumu wa kupata ujauzito. Mwanamke mwenye tatizo la PCOS anaweza kuingia kwenye hatari nyingine ya kuto kupata ujauzito, kupata kisukari aina ya pili, kupata tatizo la shinikizo la damu, kupata magonjwa ya moyo, kuongezeka kwa mafuta mabaya mwilini. Lakini wengine wanaingia kwenye hatari ya kupata saratani ya mfuko wa kizazi. Hapa nazungumzia endometrial cancer. Lakini pia msongo wa mawazo pamoja na matatizo ya afya ya akili. Haya ndiyo madhara makubwa ambayo huweza kuambatana na tatizo hili. Je, una dalili hizi na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia.
na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.